Bwana, nikianza kwa kusema kwamba heshima toa, wote mnasimama alafu mnasema shikamo mwalimu. Heshima kwako Rashid Ghalib Makumbo. Hilo ndo jina rasmi lilokuwa ndani ya ganda lake la kusafiria aliyopewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bwana, mimi naitwa Rashid Ghalib Makumbo. Rashid Ghalib Makumbo. Ghalib Makumbo. Wewe ni Mtanzania? Mimi ni Mtanzania. Umetokea wapi kwa Tanzania? Dar es Salaam, mtaa wa Ndovu namba 7, Kariakoo. Bwana Rashid Ghalib Makumbo, njoo tueleze kipande chake cha safari kilikuwaje. Bila shaka kipengele cha safari kinahusika hapa. Rashid Ghalib Makumbo, tupe safari yako bwana Chidi. Umekuja lini hapa South Africa? Mimi nimekuja tangu mwaka 2001, nilikwenda nyumbani mara mbili. Mara ya mwisho kwa nyumbani ilikuwa mnamo mwaka 2010. Mwaka 2010. Kwa hiyo umekuja mwaka 2001. Umekuja kihalali kabisa? Kihalali na natumia passport wakati wa. Aha. Okay. Unajishughulisha na nini hapa South Africa? Kwanza shule moja sekondari ya Westbury High. Mji gani huo? Johannesburg. Katika shule gani, aina gani? Shule sekondari ya Westbury High. Westbury High. Westbury High School. Kwa hiyo ni kama vile ukifananisha na kule Tanzania ni kama shule ya high school hivi. Sasa na A-level. A-level. Ni sasa na A-level kule kwetu. Na ulikuwa unafundisha masomo gani pale? Nafundisha Kiingereza, nafundisha na sayansi. Aha. Kwa bado unafundisha mpaka leo au umeacha? Nimeweza kufundisha kwa sababu ya chuki dhidi ya wageni. Aha. Nimefanya niache kazi. Okay. Na pale uliajiriwa na nani? Pale nimeajiriwa na jumuiya ya wazazi. Jumuiya ya wazazi ambayo inamiliki ile shule. Kama bodi ya wazazi, shule na serikali. Lakini jumuiya ya wazazi inakuwa inaisaidia shule kwa mambo kadhaa. Kwa hiyo umesomea ualimu? Nimesomea ualimu. Umesomea wapi? Nimesomea Uingereza. Aha, mwaka gani? Mwaka 1974. Tukiwa tunaengelekea kwenye kipengele chake cha msoto, mimi nataka nijue kwamba huyu bwana alifundishaje hapa Dizonga. Changamoto za ufundishaji wake hapa Dizonga zilikuwaje? Sawa sawa. Alafu ukifahamu kwamba alifundishaje, bado utaendelea kuwa nami na kukuletea ladha hizi za Strobel Salim wako Ahmed. Kwa hiyo kitu gani kilichokufanya uache kufundisha hapa Westbury? Ni hizo chuki dhidi ya wageni. Zikoje hizo chuki? Chuki dhidi ya wageni ni kwamba hawalisema sisi tunakuja nchini kwao South Africa kuja kuchukulia kazi zao. Kwa hiyo wao wanahakikisha kwamba lazima wasichukue zile nafasi, hata kama wao hawajahitimu, basi lazima zile nafasi ziwe wa South Africa. Waliohitimu na wale ambao hawakuhitimu. Kwa hiyo wageni hawatakiwi kufanya kazi. Kwa hiyo hata ungekuwa wewe ni mwalimu mahiri, haiwezekani wewe kufanya kazi, utafanywa fitna, utapigwa, utachukiwa, na utajikuta wewe kama ukuumia ama kuuawa, basi inabidi wewe mwenyewe uache kazi. Kwa hiyo wewe ulipata ridhaa ya wazazi ambao ni wamiliki wa shule. Chuki hii ulikuwa unafanywa na nani hasa? Kwa sababu ulikuwa umeshaambiwa fundisha na wote pale walikukubali. Hii chuki ulikuwa unafanywa na nani iliyosababisha uache hiyo chuki? Hii imefanywa na walimu weusi ambao ni wachache. Walimu wengi ni walimu machotara ambao hapa wanaitwa colored. Hawa machotara ni watu wa taratibu, hawana matatizo na sababu eneo lile ni eneo lao. Kwa hiyo walipenda sana watoto wao wafunzwe na waelimishwe vizuri. Lakini tatizo lilikuja kutoka kwa walimu weusi ambao ni wachache. Inaonekana kama wao ndio wenye nchi zaidi ya hao wazungu, wahindi au makala au machotara. Kwa hiyo akajikuta sio kama wao walimu peke yao, wale walimu walikuwa wakiwaita watu weusi kwa makundi. Kama ilivyokuwa ikitokea katika miji na majimbo mbalimbali, ilitokea pia Johannesburg. Kwa hiyo watu weusi walikuwa wakitembea na marungu, mapanga, bunduki, visu, wanawatafuta watu wanaoonyesha bwana mtu yule pale, basi unafuatwa, unapigwa, unakimbizwa. Ilipelekea wageni wengi, sio wa Tanzania tu, wageni wengi kutoka katika bara la Afrika ambao wanafanya kazi mbalimbali kuacha kazi. Kwa ushauri wangu mimi, bwana Rashid, ningekushauri urudi nyumbani. Kwa sababu msoto huo anaopata kwa baadhi ya wana South Africa unauma sana, kwa sababu baadhi ya wa South Africa, baadhi ya wana Afrika ya Kusini wanambagua na kuingia kwenye swala la xenophobia, ubaguzi sana
au sio? Lakini ningekushauri mimi, ningekwambia bora ungerudi nyumbani uende ukatufundishie kule nyumbani. Lakini kabla sijakupa ushauri huo, nikuulize tu kwanza, umevuna kipi? Hivi hebu unaweza kutuambia kidogo kwamba pale ulikuwa unalipwa kiasi gani? Pale mshahara ulikuwa sio mbaya sana, 5600. 5600. Sawa sana kiasi gani kwa Tanzania sasa hivi? Kwa hivi sasa nipiga mahesabu haraka haraka kwa sababu dola moja ni sawa sawa na randi 10 na senti 56. Sasa itakuwa kama bei gani? Nipiga haraka haraka kwa hesabu. Sema 700,000. Hiyo karibu na 800,000 huko. Kwa hiyo mshahara huo. Kwa hiyo tukisema hivyo ina maana ni mshahara mzuri kabisa kuliko mwalimu aliyopo pale Tanzania, si ndio? Mshahara mzuri hasa kutokana na maisha ya hapa. Sio maisha ya nyumbani, maisha ya hapa. Kwa sababu hapa maisha ni rahisi. Hapa ni rahisi hasa katika chakula. Tatizo linakuja katika makazi, sehemu ya kuishi ndio tatizo. Kwa sababu kodi ni juu zaidi. Kodi ikoje? Kodi iko juu zaidi. Kodi ndio 2500 kwa chumba. Hadi 5000 kwa chumba kimoja. Unaweza kupata chumba na sebule kwa 5000 au 6. Chumba kimoja kinaenda kwenda 2500, 2800 mpaka 5000. Ambao ni kati ya 500,000 mpaka 700,000 hivi. Hiyo 700,000 kwamba kuna 400,000 au 300,000 zimebaki. Kwa hiyo wewe unaishia kula tu. Pesa nyingi inakwenda kwenye kodi. Sasa kama umeona hivyo, kwa nini usifundishe kule nyumbani? Mshahara nyumbani ukalinganisha mshahara huko, kama umeona kabisa kuna 800,000 na nyumbani mshahara unaambiwa 1,150,000. Hebu jiulize, kama umeshindwa kuishi kwa 800,000 utaweza vipi kuishi kwa 1,150,000? Okay, kwa kipindi hicho ambacho umeanza kufundisha lini mpaka lini exactly? Nianza kufundisha 2003. Mpaka lini? Mpaka 2004. Sasa kuanzia 2004 mpaka hii nafanya biashara ndogo ndogo hapa Johannesburg. Naam. Kwa hiyo unaishi hapa moja kwa moja? Naishi hapa. Una kibali cha kuishi hapa? Kibali, naishi kwa kibali cha nchi yangu, passport. Yaani nyaraka ya kusafiri. Okay. Sasa hebu niambie, toka kipindi hicho mpaka sasa kuna kitu gani ambacho labda unakikumbuka kimetokea hapa South Africa kilikukwaza au kilikufurahisha? Vikwazo ni vingi sana ndugu yangu. Vikwazo kwanza, serikali ya South Africa haikumbuki fadhila imefanyiwa nini wa Tanzania. Nakumbuka juzi hapa wakati wa msiba wa Mandela, Mandela ni kwamba rais wetu Mheshimiwa Kikwete alizungumza maneno ambayo wengi kama si wa Tanzania hata wa South Africa na viongozi wa nchi kama walikuwa wanajua wanaficha. Kwamba inaonyesha dhahiri kwamba watu wa nchi watu hawajui kukumbuka fadhila iliyofanyiwa na wananchi wa Tanzania na serikali yao. Kwamba wa South Africa wanatuona kabisa kwamba sisi tumekuja hapa kuwaletea wingi na kuharibia nchi yao. Wamesahau, kama sio hivyo kusahau, serikali yao ya ANC inafanya kusudi kutokuambia ukweli wananchi yake. Kwa hiyo Mheshimiwa Kikwete alizungumza na kueleza ukweli kwamba Bwana Kikwete, Bwana Mandela alipotoka hapa alikuja Tanzania, akafikia Mbeya, akasaidiwa na serikali ya Tanzania, akapewa hati za kusafiria, sio ile peke yake mpaka wakina Mbeki, na akapewa mpaka na viatu na viatu vyake vibovu akaviacha. Sasa hii ni moja ya vitu ambavyo wamesahau. Na fadhila zao wanatulipa sisi ni kutupiga na kutuonea. Huyu bwana umemwona na ngeo, angalia ngeo. Huyu bwana akapigwa na askari juzi. Biashara yake ilikuwa hapo. Kapanga wamemchukulia, ana leseni. Yule bwana wamemchukulia biashara yake na leseni, wamempiga askari. Umeona bwana? Analalamika yule bwana, wamekuja askari wamemwacha, anasema kwamba wewe kweli kweli, yani mgeni. Huyu bwana aitwa Bwana Zuberi. Umeelewa bwana? Askari anamwambia wewe mgeni, nenda polisi. Wakati polisi hapa takiwa unawaita, sio kama nyumbani unawafuata. Polisi wamekuja wamempuuzia. Hii ni moja ushahidi wa wazi ambao ndugu zetu wote tumeona hapa, bwana anapigwa. Unaona Sheikh? Jingine, wa Tanzania sisi hapa South Africa turuhusiwi kuwekeza katika biashara kubwa. Wa Tanzania tunanyimwa vibali. Hapa juzi kulikuwa kuna vibanda eneo hili lote katika mtaa huu wa Green na mtaa wa Jipu. Kulikuwa kuna vibanda wanauza wageni. Wageni wamenyang'anywa leseni, tumenyang'anywa leseni. Hakuna cha kuuza. Leseni unapewa mzawa, unaambiwa bwana wewe mgeni hutakiwi kufanya biashara nchini. Uende kwenu. Umeelewa Sheikh? Kwa hiyo watu wageni pamoja na wenyeji wakaandamana, wakaenda kwa maandamano makubwa, wakaenda mahakamani. Ndio hivi sasa unaona kama watu tunajishikiza barabarani. Umeelewa Sheikh? Wa South Africa nchini kwetu wanawekeza biashara kubwa. Viwanda.
wana mahoteli, migodi. Watanzania sisi hata huko nyumbani kwenye ajira zenyewe hatupati. Wao wanachukua wafanyakazi wao hapa wanaita nyumbani. Sisi tunafaidika nini? Tunaogopa biashara zetu zitangazwi. Timu zetu au biashara na mambo yote Tanzania nchi hii hayajulikani. Ukiona Tanzania unaona maandishi ya chini kwenye TV subtitle. Mafupi tu. Labda kuna moto Kilimanjaro basi limepinduka, watu wamezama basi, lakini hakuna habari ndefu. Kwa hiyo Tanzania huko tunaonekana kama sisi wavamizi. Naomba tu. Serikali ya nchi haitujali. Umesikia shaka? Kwa hiyo hayo ni moja ya matatizo makubwa. Na lingine kubwa zaidi ndio hilo kwamba chuki dhidi ya wageni. Na kwa kuwa umeshagundua hayo mambo yote, kwa nini usirudi nyumbani? Maisha ya nyumbani kama tulivyozungumza hapa, niweza kupokea mshahara wa hizo 5,600. Tumepiga hesabu haraka kama 700,000 800,000. Ukienda nyumbani kwenda kufundisha utapata laki ngapi? Laki 2. Laki 8 ukibadilisha kwa kule Tanzania na ile pesa ambayo inapata Tanzania vitaendana. Lakini hiyo pesa sasa hauipati hapa kwa sababu unanyanyaswa, upate nafasi ya kupata hiyo pesa kwa sababu umeacha kufundisha muda mrefu kutokana na kunyanyaswa. Kwa hiyo ni bora uendelee kuhangaika na kunyanyaswa kuliko kurudi nyumbani ukapata hiyo laki 1.5. Huko nyumbani ndo kabisa. Kwamba serikali ya Tanzania haionekani. Serikali ya Tanzania haiwaheshimu wananchi wake, haiogopi wananchi wake. Tunajikuta hapa sisi, serikali ya nchi hii ya watu wa nchi inawaheshimu raia wake. Watu hapo kuandamana ni kupinga. Tanzania nyumbani kuandamana ni kuunga mkono. Sasa hawezi kuona kama ni kitu cha ajabu. Kwa hiyo ina maana wewe uko tayari kupata matatizo haya, lakini bora ubaki hapa kuliko kurudi nyumbani. Ni bora kwa sababu uko nyumbani kama kwenu wewe riziki yako kula ni matatizo. Serikali yako haikujali. Mtu anaiba anasema hela ni iba ndogo. Kuna watu wanaiba hela nyingi. Watu wamenyamaza. Sasa bora uje hapo uje upigwe tu. Ujue moja. Niingie moja kwa moja kwenye kipengele cha mwalimu, Teacher Chidi. Mwalimu kwa namna moja au nyingine anaweza akawa amefeli. Changamoto ambazo amezipitia yeye kwa madai yake mwenyewe, anasema kabla hajaacha ualimu, pesa kubwa ambayo aliweza kuishika ni ile shilingi 700,000. Au sio bana? 700,000 zile kwa pesa zetu za Kitanzania kabla hajaacha kazi. Lakini kwa ushauri wa watu ambao wamesoma kidogo, lakini ukipata ushauri wa watu ambao wanaweza kuthaminisha elimu ya mwalimu kwa miaka hiyo ya 70 aliyoipata pale UK, kama angekuwa nyumbani Tanzania, angekuwa kitengo cha maana kama sio mkuu wa shule, na angekuwa na mshahara usiopungua 400,000, 800,000 kwa kuthaminisha hivyo. Lakini kwa sababu Waswahili wanasema ya Ngoswe muachie Ngoswe, hivi nami ndivyo ninavyoweza kumwachia Ngoswe mwenyewe. Mwalimu, umefeli. Pole yako. Kwa sababu huko nyumbani kwenu na ambao unanyanyasika. Kwenu mtu ndio unaonekana kwamba unaonekana wewe alwata ama wewe muungwana, wewe kwa unaonekana mtwana. Unaishauri nini serikali hasa ifanye nini kwa hayo matatizo ambayo umeyatoa? Serikali yetu, rais wetu kijana, sio mzee sana. Anatakiwa na msimamo wa kisasa, aachane na msimamo wa kizamani. Tanzania ina mali asili nyingi sana. Tanzania ni tajiri, ina madini mengi kuliko ya aina tofauti kuliko nchi yoyote duniani. Hatuna sababu ya sisi kuwa maskini kama hivi. Kama vile tulivyofanya. Hali Mtanzania leo hata kuangalia taarifa habari ananyimwa haki. Inabidi alipe. Sasa kweli taarifa habari kitu cha kulipia? Wakati hapa kuna channel za TV zinaonyeshwa bure. Na unamwambia nini mwakilishi wake ambaye ni balozi hapa? Mwakilishi yaonekana amekufa Mgwe hapa. Amekufa Mgwe, mwakilishi tujamuona katutumia watu wa ajabu. Umeelewa bwana, ambao wanawanyanyapaa wa Tanzania wenzao kule Brixton. Mwakilishi tunapokuja sisi tulipokuwa na balozini. Hilo swala kujiandikisha tunajua, lakini watu wanashindwa. Ukifika balozini unanyimwa ile
Unaonekana wewe hata pale ubadilike, kwa sababu kama nchi yetu unaonekana kama wewe umevamia, unaweza kuulizwa maswali mengi yasiyo na msingi. Wewe kwani uende nyumbani? Hapana. Haya ni maisha, na maisha ni popote. Serikali yetu au katiba yetu inasema una ruksa au una haki ya kusafiri kwenda pahala popote, ili mradi usivunje sheria. Lakini wewe una passport unakwenda ubalozini, lakini unaonekana kama wewe sio Mtanzania, wanakunyanyapaa, wanakufukuza. Sasa ninachokisema mimi Bwana Kikwete, kijana sio mzee, abadilike, kwamba nchi yetu na sisi iwe ya kisasa, aachane na mambo ya kizamani. Watanzania wengi maisha yao ni ya duni ukilinganisha na watu wa hapa. Serikali haiwajali watu. Polisi Station mkoani Mbeya. Lugha adhimu ambayo unaweza kusimulia wewe mpenzi mtazamaji wa kipindi chako cha Bondeni. Nazungumzia utii sheria bila shuruti. Kwa namna moja au nyingine inawezekana. Hivi ndivyo Ishaka Rajab Sinde atakwenda kutujuza muda si mrefu. Nikifanya hivi inakuwa inapendeza sana, kwa maana ni salamu ambayo inalipiwa mshahara. Mbona hapa tumefanya mahojiano muda mrefu, naona kuna gari ya polisi hapa, vipi? Hapa ni gari ya polisi kwa hapa kwa sababu kuna matatizo kwenye duka ni la Mtanzania mwenzetu anaitwa Amos. Kuna mteja alikuwa ameingia ndani huko dukani kupata bidhaa. Kuna mteja aliingia ndani kupata bidhaa. Bahati mbaya ameanguka. Kwa damu nyingi zinamtoka. Sasa wao wanaona kwa polisi, baadaye atakuja ambulance gari ya wagonjwa. Bila kufanya matibabu na kwa hiyo ni kama vile huyo mteja kama anaumwa hivi. Mteja anaumwa bado yuko ndani dukani. Kwa hiyo kumbe hawa polisi wako hapa kwa ajili ya hicho kitu, si ndio? Okay. Asante bwana kwa maelezo yako. Mimi naitwa Adam Chande Lingema. Adam Chande, unatokea wapi? Mimi natokea Dar es Salaam, wilaya ya Temeke. Wilaya ya Temeke. Umekuja lini Adam Chande? Sina muda mrefu sana. Nimekuja kama mwaka jana mwezi wa 7. Mwaka jana mwezi wa 7. Umekuja kwa njia gani, ya kawaida au umeruka nyenge na wewe? Mimi sijakuja kwa nia ya kuruka nyenge, nimekuja kwa mwenye halali na passport kila kitu. Na nimekuja kwa malengo yangu mwenye maalum. Umekuja kwa malengo gani, hebu tuambie? Nilikuja kwa niaba ya kazi, sasa nimefika hapa. Nikakuta kidogo mlolongo kama kidogo umebadilika ile. Mimi mategemeo yangu niliyofuatia. Kazi gani ulikuwa umepanga kuja kufanya hapa? Mimi nilikuja kumwendesha hapa, kwa sababu mimi ni driver. Sasa nilikuja hapa, kuna bosi mmoja alinichukua kule, nilikuja kufanya kazi. Alikuchukua bosi gani? Bosi gani alikuchukua kule? Huyu hapa bosi wangu ndio huyu ambaye niko naye karibu hapa. Alikuchukua wapi sasa? Wewe umetoka Dar es Salaam, huyu katoka Mbeya huyu. Alikuchukua wapi huyu? Huyu bwana alikuwa tunasiliana naye, akanipigia simu akakwambia njoo muendeshe kwenye gari yake. Kama hii hapa ndo gari yake moja hapa. Kwa hiyo ulipofika hapa ikawaje sasa, akukupa hiyo kazi au? Hapana, alinipa kazi. Na tukawa tuko wote pamoja mpaka sasa hivi. Kwa hiyo bado unamuendesha? Ndio niko nasema katika mlolongo wa maisha kidogo umebadilika kidogo. Imekuwaje? Sasa nilikuja hapa kuna vurugu mechi kidogo ya wazao wenyewe wakawa wanapiga patrolling sana kwa mafolena. Wanafanya biashara zao ndogo ndogo, wanavunjiwa vibanda au biashara zao maduka ambao wanafungiwa mafolena, ni wote mafolena. Ambao watakiwa kufanya biashara South Africa. Kwa hiyo ni dereva mzuri kabisa. Mimi ni dereva mzuri. Una leseni gani? Na leseni C. Una leseni daraja la C. Kwa hiyo umetoka daraja la C, kama nafahamu kule unaendesha magari makubwa. Lakini umeamua kuacha kule, umekuja kuendesha gari ndogo. Kwa nini? Kwa sababu kwa mlolongo wa kubadilisha maisha, kwa sababu nimekaa sana Tanzania, sasa bora nije huko na mimi niangalie maisha yatakuwaje kidogo. Na mpaka sasa umeonaje maisha ya kule na huko? Sio mbaya sana, kwa sababu nimefika. Nashukuru Mungu. Ukiwa dereva kule na ukiwa dereva hapa unaona tofauti gani? Bora ni dereva hapa kuliko kule. Mshahara hapa unalipwaje? Hapa kidogo mshahara kidogo kwa mwezi analipa Randi 3,000. Anakulipa Randi 3,000. Randi 3,000 ni kama kiasi gani Tanzania? Kama 500,000 nafikiri. Kwa hiyo ni bora zaidi kuliko kule. Bora hapa kuliko kule. Una mke?
Mke nilikuwa naye bahati mbaya mwaka jana amefariki. Una watoto? Na watoto nao. Huyo mke umemwacha Tanzania au? Amefariki akiwa Tanzania. Tanzania. Pole sana. Je, ukilinganisha maisha kwa ujumla ya kawaida tu, kwa mfano upande wa chakula, mavazi, kodi ya nyumba na miundombinu ya hapa Johannesburg, South Africa, ukilinganisha na nyumbani unaonaje? Kweli huku bwana kitu ambacho kinachotubana sana tunaotolia chini kitu kimoja. Bado kitu kikubwa sana kuskodi. Kwa sababu kodi inalipa bei mbaya sana. Yaani kodi kama tuko nyumbani kwa mwezi unaweza kulipa hata 300,000 yani kwa chumba. Kwa chumba? Chumba kimoja. Hapa. Kwa hela ya Tanzania. Kwanza kwa hiyo hata mshahara wako unaopata unaweza kumaliza ile matumizi ni mwezi ukifika unatia kodi na hela kula kweli kula sio tatizo. Kula sio huku mzima kule shilingi kama 4,000 kama 3,000 hivi. Huku mzima unachukua 3,500 Kwa sababu kula kweli bwana halina tatizo. Swala mavazi halina tatizo. Kuhusu kuishi halina tatizo. Kwa hiyo ina maana mshahara wako wa 500,000 unaishia kwenye chumba tu. Unaishia kwenye chumba na matunzo yangu mwenyewe madogo. Yote kwenye level vizuri. Sasa unafanya nini ili kukabiliana na hilo tatizo la kodi? Unajua ndio kwa sababu katika maisha unapoenda kufight huwezi kubutu ukakuta ile malengo uliyopangilia na yeye kama vile yanaenda sawa. Sababu unakuta misukosuko kidogo. Kwa mimi najua katika yote ni misukosuko ya kimaisha na itaenda sawa, nitanyosha nitakaa katika level kama alivyo wenzangu. Sasa kama leo unapata 500,000 na 300,000 unaimalizia kwenye kodi unabaki na 200,000, si ni bora ubaki Tanzania ambako unapata mshahara 200,000 na unaweza ukautumia kwa matumizi mengine? Tanzania nilikuwa kule lakini kwa sina kazi ambayo inaweza yani permanent kazi yangu hapa naenda napata mshahara kwa sina kazi. Nilikuwa nipo tu nyumbani na familia yangu basi. Napata channel ya kuja huku ndo kaja huku. Okay. Unawaambia nini sasa hivi kule Tanzania wanaokuona? Tanzania nawaambia kama vijana wenzangu wote yani. Shemeji yule. Vijana wenzangu, kwanza vijana wenzangu nawatakia kila la heri. Na huyu ambao unamuona hapa ni shemeji yangu. Shemeji yako kwa nani? Kwa rafiki yangu mmoja ambaye naishi naye. Huyo binti yule ambaye amegeuka pale amevaa fulana ya Tanzania. Okay. Kwa unawaambia nini umesema? Kwa mimi nawaambia bwana huko kama wazazi wangu walikuwepo, kwanza mamangu mzazi alikuwepo huko. Naomba kwanza awe na moyo kujufu. Ili sio kwa sababu tuko katika mapambano maisha. Na sio sababu bwana mwanangu labda msaada kidogo nini, hali bado hajakuwa vizuri. Na watoto wangu wapo na watoto 4 nimewacha. Watoto 4. Wale nimewacha kuna waangalie vizuri. Maisha ndio yalivyo katika kusurvive. Sasa tukirudi nyuma kwenye shughuli yako ya udereva, unatumia leseni gani hapa kuendeshea gari? Hapa hata leseni za Tanzania tunatumia. Zinakubalika? Okay. Haya, asante sana bwana. Mimi naitwa Osman Waziri au Kiroba. Au Kiroba? Kiroba maana yake nini? Kiroba aka maana yake kama kisafleti fulani hivi. Yaani wewe ni kisafleti? Fulani jina langu ambalo nilipewa tangu wakati tunacheza mpira KTA. Sio ile Kiroba ambayo inatumika pale nyumbani sasa hivi, aina fulani ya pombe kali ambayo inatiwa kwenye mfuko wa plastiki. Naweza nikasema ndio hiyo kwa sababu ndo tunaitumia hata hapa South Africa. Naweza akakuletea hata plastiki yake ukaiona vile vile. Hebu tuambie umetokea wapi kule Tanzania? Tanzania mimi nimetokea Tanga Makorora pale. Tanga Makorora. Umeingia lini maisha haya? Maisha haya mimi hapa nilipoingia hapa nimeingia maisha ya 93. Mwaka 1993. Karibu miaka 21. Ukarudishwa? Ilikuwaje ukarudishwa? Nilipoingia alikuwa sina passport. Hebu tupe kwanza mkasa mzima. Hiyo safari yako ilianzia wapi? Safari yangu mimi ilianzia pale TA nini. Katika kupita nini nikapitia njia ya Malawi nini, nilipotokea Malawi nikaingia sehemu ambayo inaitwa Mozambique nini, nilipotoka pale ndo nikaingia South Africa. South Africa mji gani? South Africa niliishi sana Durban. Ulivyokuja mara ya kwanza ulivyorudishwa uliingia mji gani ukarudishiwa mji gani? Nilirudishiwa Durban. Ilikuwa Durban sio? Ilikuwaje pale Durban mpaka ukakamata ukarudishwa? Katika kamato kwangu katika kutembea sio kutafuta riziki tena kwa sina passport nini, basi wakanikamata. Nikapelekwa sehemu moja inaitwa Lindela nini. Hiyo Lindela ni nini? Lindela ni camp yani kama wakimbizi vile ambao mkikusanywa mnawekwa hapa mnarudishwa nyumbani.
Kwa hiyo hilo ni eneo yani ni kituo cha watu wakiwa wanasubiri kurudishwa makwao, si ndio? Ya ndo maana hiyo ilikuwa mwaka gani? Hiyo ilivorudishwa mimi ilikuwepo nikasema ilikuwepo kama 96 hivi. Uliporudishwa pale Dar es Salaam ukaja lini tena South Africa? Sasa tuliingia tena 2006. Ukukubali kabisa? Ukukubali kabisa ukaona lazima urudi? Nikaona lazima nirudi. Ulipokuja mara ya pili ulifikia wapi? Nilipokuja mara ya pili ndo nimefikia hapo uliponikuta. Johannesburg. Na ukaona unajishughulisha na nini? Na ujishughulisha kama unavyoniona hapa kunyoa au sio? Utoka umefika kazi yako ni kunyoa tu? Ya, kazi yangu ni kunyoa. Hii kazi unaionaje? Inakupa kipato cha kutosha? Inasaidia tofauti na nyumbani. Una kitu gani kingine unafanya zaidi ya kunyoa? Kitu kingine ninachokifanya ndo kama hivi ninavyokuambia yani kazi yangu ndo hii kubwa sana yani. Unawaambia nini pale nyumbani vijana wenzio? Mimi nachowaambia waendelee kujishughulisha nini kwa kila kitu, kwa hali na mali, nao watafanikiwa tu. Wazazi nao unawaambiaje? Wazazi wanaombee Mungu tu, nitarudi. Pale yuko nani na nani pale Tanga? Pale yuko Juma Waziri. Huyo ni rafiki yako au ni nani? Huyo ni mdogo wangu wa pili anonifuatia mimi. Baba anaitwa nani? Baba anaitwa Waziri. Mama? Mama anaitwa Sabitina. Unawaambiaje kwa ujumla? Naambia wote wanaombea dua njema tu. Unatarajia kurudi Tanzania hivi karibuni? Bado kwa sasa hivi. Safi kabisa. Mpaka kufikia hapo ndipo mwisho wa kipindi chetu, kipindi cha Bondeni, au sio bana? Kwa hiyo tujiandae tena mpaka juma lijayo, wiki ijayo, siku na muda kama huu.